Najua wengi mnajua mwanamke wa kwanza kuumbwa na Adam ama kuumbwa baada ya Adam alikuwa ni Hawa ama Eva. Lakini ziko habari ya kwamba Eva hakuwa wa kwanza. Wa kwanza alikuwa ni mwanamke aliyeitwa Lilith, ila alikuwa pasua kichwa kwelikweli. Adam akamshindwa na kisha mwanamke huyo akalaaniwa na kufukuzwa, halafu ndiyo akaumbwa Hawa. Kisa cha huyu Lilith nimewahi kukisimulia kwenye simulizi ya kulaaniwa kwa Adam na Hawa. Kaitazame ukitaka kumjua vyema huyo Lilith. Basi watu wa Mesopotamia wanasema kuwa huyo Lilith ni shetani mwanamke ambaye kutokana na kisasi chake kwa Adam, hivyo huja usiku na kuwakaba wanaume usingizini. Pia kutokana na hasira zake na wivu kwa wanawake, vivyo hivyo huwatokea wanawake na kuwalipizia kisasi wanawake cha kumpora mume. Pia maandiko hayo yakasema Lilitu anapata watoto kwa kuwabaka wanaume usingizini, kisha ndio apate mimba na kupata watoto. Kwa hivyo wanaume wa kule Mesopotamia waliamini usiku wanapokabwa na jinamizi ni kwa sababu shetani jike Lilitu limekuja kuwabaka, lina hamu ya tendo na linataka watoto. Huko miongoni mwa jamii za Waarabu ziko habari pia za kuhusu jinamizi tofauti na Lilitu. Waarabu wa mataifa mengine wanamuita Al-Jathum ama Al-Qabus. Habari zinasema kuwa huyu ni jini na vibweka vyake ni kwamba ukilala usiku yeye anakuja na kukukalia kifuani. Hapo sasa kwa uzito wake ndio utahisi kuzongwa na kukosa pumzi, na hata kuusogeza mwili wako hautaweza. Lakini angalau kwa huyu jinamizi la Kiarabu wamuitaye Al-Jathum ama Al-Qabus, wanasema yeye anakukaba usiku kwa kukukalia kifuani ikiwa wewe utakuwa mvivu wa ibada na hasa mwenye kutega kuswali. Yako maandiko ya kale mengi yanapatikana katika taifa la Misri, kule wameandika sana habari za jinamizi. Lakini kule Ulaya kipindi kiitwacho Middle Ages, ambayo ilikuwa ni miaka 500 hadi miaka 1500 baada ya kifo cha Kristo, kipindi hiko nako Ulaya wakawa wanamzungumzia jinamizi, wenyewe wakampa jina nightmare. Neno nightmare ambalo siku hizi mmezoea kulitafsiri kuwa ni ndoto mbaya za kutisha, kwa asili kule Ulaya, hasa mataifa yanayozungumza Kiingereza, wao walitumia neno nightmare kumaanisha jinamizi, huyu kiumbe wa nguvu za giza anayekuja kutukaba usiku. Na mtu mmoja jina lake Samuel Johnson katika kamusi yake aliyoipa jina A Dictionary of the English Language ndiye aliyekuwa wa kwanza kuipa dunia ushahidi kuwa neno nightmare kwa Waingereza kwa asili walilitumia kumaanisha jinamizi. Kisha baadaye ndiyo neno hilo likapata maana mpya na kutumika kama ndoto mbaya kwa ujumla. Na wenyewe Waingereza waliamini nightmare, yaani jinamizi, ni kiumbe kiovu cha nguvu za giza ambacho kwa uovu wake huja na kumkalia mtu kifuani na kumkaba. Na kule bara la Amerika, katika nchi ya Canada, katika majimbo ya mashariki, kulizagaa mikasa ya jinamizi mpaka wakamzungumza mno na kumpa jina Ag-Rog. Ilikuwa ni miaka ya 1970 katika jimbo la Newfoundland, na waliamini ni pepo baya lenye kushambulia watu wanapokuwa wamelala. Na tukienda mpaka Amerika ya Kusini, katika nchi ya Brazil, nako wanamjua jinamizi, wenyewe wamempa jina, wanamuita Pisadeira. Kwa kule Brazil, hadithi za tangu kale zinasema huyu jinamizi wao Pisadeira ni mwanamke kikongwe haswa, ambaye huja kwa nguvu za giza na kuingia ndani ya nyumba yako kama mchawi pasi na wewe kumuona, na atakwenda kudanda juu ya paa la nyumba yako, ajifiche huko akisubiri tu ulale akushughulikie. Na ukisha lala sasa, jinamizi huyo wa Kibrazil ambaye ni kibibi kizee sasa atashuka toka juu ya dari na atakuja na kuanza kukukanyaga kifuani akitembea. Pisadeira, jinamizi bibi kizee wa Kibrazil, hiyo ndiyo starehe yake. Na watu anaowachagua kuwatimba hivyo ni wale walafi waliokula mpaka wakavimbilwa kisha wakaenda kulala chali kwa shibe. Wa Brazil waliamini hao walafi ndio waliokuwa wakisumbuliwa na jinamizi Pisadeira.